Moshoge, na leo katika meza hii tunalo gazeti la Taifa Leo, na hapa niko na The Standard. ndio lazima tuhakikishe kwamba ile masharti ama yale masharti ambayo yalitolewa yanafuatwa. COVID is real, jikinge, vaa barakoa yako, sanitize popote ulipo, jichunge. Yeah. Serikali ilituachia jukumu hilo la kujilinda. Yes. Haitulindi tena. Wewe mwenyewe ujilinde, ujiachilie, kuwe na ugonjwa, ushikwe na corona, kuwe na hali yako hiyo, pambana na hali yako. Asante sana. Alright, bila kupoteza wakati, sijui leo kuna jambo la kuangazia. Jambo la kuangazia huko katika gazeti la Taifa Leo silioni, bali kuna hadithi huko naona kwamba tunafaa tuiangalie ama kuiangazia kidogo. Na kwamba kuna kijana huku ambaye walikuwa wameshaelewana na mjumba wake, ama anasema kwamba alikuwa ashaelewana na demu wake. Hapa naona wanamuita demu, msichana ambaye alikuwa ametongozana na wameelewana kuoana. Sasa imefika wakati ambapo baba ya huyo msichana anasema kwamba huyo kijana bado hajaokoka bado. Anamwambia kwamba aokoke ndipo amuoe msichana wake. Nani anasema? Baba Msichana anasema kwamba huyo kijana haokoke kwanza, mjue Mungu, awe anaenda kanisa, ndio amuoe msichana wake. Washaelewana msichana, hata waoane. Kwa hivyo washapanga ndoa, lakini baba msichana amesema kwamba huyo kijana bado hajaokoka, hamjui Mungu. Anamuhimiza kwamba lazima uokoke kwanza, ndio una mali, una kila kitu, waweza kumtunza msichana wangu, but sasa okoka kwanza. Naam, ni maelezo yapi unayopeana kuhusiana yule ambaye ameokoka wewe binafsi? Okoka ni mtu anaenda kanisa, ni mtu anafanya nini? Ni kama huyu kijana bado ni mtu ambaye anatumia vileo, ni mtu ambaye anavuta, anakunywa. Sasa ndio maana huyu baba anamwambia kwamba okoka kwanza ndipo muoe msichana wangu. Na mpenzi mtazamaji, tungehitaji utupe jibu lako kwa kuangazia swala hilo zima. Utueleze, utupe maoni yako jinsi unaona jambo hilo. Hadithi iko hivi, msichana wameelewana na kijana ambaye anamtongoza. Washaelewana vizuri, washakaa na yeye miaka 3. Naona hapo anasema kwamba ameshakaa na yeye miaka 3, ni ukurasa wa 9 gazeti la Taifa Leo. Amesema kwamba washakaa na yeye miaka 3, washaelewana hata kuoana, kwa washapanga ndoa. Lakini baba msichana ameshtokeza, anasema kwamba huyo kijana hata waimuoa msichana wake kwa sababu huyo kijana hana ile nidhamu. Hajaokoka, hamjui Mungu. Sasa anamwambia kwamba kijana kwanza aenda okoka, mjue Mungu, enda kanisa, ndipo muoe msichana wangu. Hiyo najua kwa kawaida kuna yale ambao wazazi wanatutakia sisi wakati nakuja mambo na ndoa. Kwa hakika si hayo tu, wazazi wengi pengine kidogo waweza kumpeleka msichana, unaona kwako wewe ni mrembo zaidi pale nyumbani, kisha wazazi kukwambia nani huyu, umemtoa wapi huyu, ama cha tukutafutie msichana kweli kama si ni jamii ya Wakisi, unaambiwa kwamba cha tukutafutie msichana kutoka kwa jamii yetu, msichana atakayekuwa anakulinda vyema, maadili, ambaye anajua tamaduni zetu kama Wakisi. Naona. Lakini jambo hilo la wokovu, kwenda kanisa, sijui wewe mpenzi mtazamaji waliangaziaje? Kijana hata okoke ama aachane na msichana? Ingekuwa ungefanyaje mwanzo? Baadaye. Wewe mtazamaji waweza kutuma ujumbe wako mfupi hapa, tutakuwa tukipitia jumbe zenu. Utueleze kwamba maoni yako ni yapi kuhusiana na jambo hilo ambapo mzazi amekataza mtoto wake hakike asioleke na kijana ambao wameelewana zaidi kwa ajili kwamba, ama tuseme kwamba kijana hajaokoka, anasema kwamba aende apate wokovu mwanzo kisha arejee. Na sijui atajuaje kwamba huyo kijana sasa ameokoka? Sielewi. Ushauri wako ndo tunaongoja. Tuangazie gazeti la The Standard. Na moja kwa moja tuende katika ukurasa wa kwanza wa gazeti letu hii leo wa The Standard. Bado tunaenda kuangalia tuangalie yapi yale yameangaziwa. Wajua katika ukurasa wa kwanza wanaangazia zile taarifa muhimu zaidi ambazo zimejumuishwa katika gazeti zima. Kwa hivyo katika ukurasa wa 6, katika ukurasa wa 6 pamoja na 7, tunaangazia hapa jinsi kumekuwa na vita vya kifamilia. Mama, baba wanapigana pale kwa nyumba, wanaelekea kuuana. Wiki jana tukiangazia magazeti ya wiki jana, sikumbuki siku haswa, lakini tuliangazia mahali ambapo kulikuwa na wanapolisi wawili waliouana. Mmoja alikuwa ni Jesio, kapiga mwenzake alikuwa ni mwana polisi pia, marisasi ya kifua 3, kisha naye kugeuza
ilikuwa bastola, pistol aina ya sijui Jericho, bastola ya Jericho. By the way, yule ambaye alikuwa polisi anaitwa kama Pauline Wakasa, alizikwa jana katika kaunti ya Kakamega. Yeah. Kwa hivyo katika ukurasa wa 6 na 7 tutakuwa tunaangazia hayo yote na vifo ambavyo vimekuwa vikitokea kutokana na zile tuhuma mbalimbali katika familia, baba mama hawaelewani. Katika ukurasa wa 8 tunaangazia Raila. Wanasema kwamba Raila ama tuseme Uhuru ambaye ni rais wa nchi ya Kenya hawezi pata uraisi ule wa kumwachilia kiongozi wa chama cha ODM akaende zake. Manake ukiangazia wabunge ambao ni wa ODM pale bungeni, maseneta 20 pale, akitoka pale pengine waunde muungano na naibu wa rais William Ruto, itakuwa vigumu zaidi kwa rais kuendesha serikali. Kuna muungano kweli kwa sababu walikuwa kwa muungano already. Sasa kuna uwezekano hata na kuunga muungano mwingine. Wezi jua siasa za Kenya zinajaa usaliti, mambo mengi kawaida. Vile vile katika ukurasa wa 23 tunaangalia kwamba tunaangazia jinsi MCA ama madiwani wanaendelea kushurutisha mipango ya serikali mbalimbali za kaunti. Vile vile tuangalie ukurasa wa 30. Hapa tunaangazia jinsi hazina ya serikali ama the broke treasury inaendelea sasa kupiga kambi katika makampuni ya serikali, manake pesa zimedidimia. Anasema Kiswahili kuna tumia kitu kama imedidimia kama maziwa ya kuku. Vile vile katika ukurasa wa 10 na 11 tunaangalia hapa anayeitwa Tuju, anasema kwamba hakuna uwezekano wa kukutana tena na Ruto. Maana unajua ameanza kuangalia sasa vigezo mbalimbali. Unajua sasa za Kenya zinakuwa tofauti kweli kweli. Anza kuangalia kuna uwezekano bado wa kurejea William Ruto waweze kuungana pamoja ili kuhakikisha the big four agenda ambao walikuwa wameeleza hapo awali kitambo kidogo wakati walikuwa wanapiga kampeni zao isharejelewa na vile vile timia. Huu ni ukurasa wa kwanza wa The Standard. Pengine tuangalie Taifa Leo moja kwa moja. Katika ukurasa wa kwanza ama uzo wa gazeti la Taifa Leo, naona mambo yanaangaziwa huko ndani ni yale ambayo mimi napenda sana. Ukurasa wa pili unasema kwamba maduka ya Naivas yanaendelea kuongeza matawi, huku unajua kuna yale maduka ambayo yalikuwa yanaitwa Nakumatt ya kididimia. Ni ukurasa wa pili. Naona katika ukurasa wa pili pia wanazungumzia kuhusu muungano wa Raila na Ruto ambao umeingia doa. Najua wafuasi wa Ruto wanasema kwamba ndio kuna uwezekano ama muungano kati ya naibu rais William Samoei Ruto na kinara wa chama cha ODM Raila Odinga ndio ni mwema. Na huo muungano wanasema kwamba ni muungano ambao utampa yeyote ambaye atakayesimama urais kwa tikiti ya moja kwa moja. Na wanasema kwamba sasa shida ni doa ni kwamba ni nani atakayewania urais. Wakiungana nani ambaye atakayewania urais. Ikizingatiwa kwamba naibu rais amehudumu kama naibu rais kwa vipindi viwili na katiba imruhusu kamwe tena kuwa naibu rais. Na Raila Amolo Odinga hata ile ripoti la jopo la BBI likipita, ukumbuke kwamba Raila Amolo Odinga hawezi kuwa na waziri mkuu kwa sababu aliwahi hudumu kama waziri mkuu. Sasa wanashindwa kwamba nani yule ambaye atakuwa rais, William Ruto na Raila Amolo Odinga. Sasa wanasema kwamba labda wabadilishane. Raila naye pia akuwe rais, William Samoei Ruto pia naye awe waziri mkuu. Wandani wa naibu rais hawezi kubali. Wanasema kwamba Ruto ako kileleni kwa ikulu. Na wanasema kwamba Raila ni mkongwe wa siasa. Sasa hapo ndio doa imeingilia kati. Na umeangalia kwamba wafuasi wake naibu wa rais William Ruto anasema kwamba UDA linaweza beba ODM. Wajua ukisema kwamba Wilbaro itabeba machungwa, hivyo wajua kwamba kuna ule wanasema magnificency. Kwanza wanasema kwamba wao ndio wako pale juu, kwa hivyo hawezi kubali hicho cheti kiende hivyo tu. Na wale wademo wanasema kwamba Raila Amolo Odinga amekuwa mkongwe wa siasa, amekuwa siasani kwa miaka mingi. Huo ni ukurasa wa pili tunaangazia hayo. Na ukurasa wa pili pia wanasema kwamba kuna wale wazee wa kaunti ya kuna wale wazee wa kaunti ya Kilifi ambao walisema kwamba wengine walikuwa shamshtumu naibu wa gavana Gideon Zaburi kwa kutangamana na watu ingawaje alikuwa na ugonjwa wa COVID-19. Wanasema kwamba wale ambao walimshtumu wamuombe msamaha. Na ukurasa wa 10 ukurasa wa 6 wanasema kwamba waziri mkuu wa Uingereza kukosa mazishi ya mume wa Malkia. Unajua Queen Elizabeth II bwanake aliaga akiwa na miaka 99.
Hayo ndio yameangaziwa katika uzo huu wa gazeti la Taifa Leo. Naam, asante sana. Katika ukurasa wa pili wa The Standard tuangazie yale yaliyomo kwenye gazeti hili la leo. Leo ikiwa ni tarehe ngapi leo? Leo ni tarehe 12. 12 mwezi ni wa Hani una habari. 12 mwezi ni wangapi huu? Mwaka ni wa 2012. Naam, ukurasa wa pili hapa tunaangazia tuna hapa wanaangazia kuhusu ndoa, na sijui mbona ikakuja ukurasa wa pili hapa. Mambo ya ndoa kwa kawaida tunagundua kwamba hayaji mwanzo wa gazeti. Sijui leo kawekwa yameangaziwa mwanzo kwa sababu unajua hivi visa vimekuwa vingi sana hivi karibuni. Watu wamekuwa wakiuana, watu wapenzi wamekuwa wakiuana, mwingine kwanza kwa sekta ya ulinzi. Imekuwa mingi sana hizo kesi. Naam, hapa tunaangazia kwamba tuko na single mothers wengi sana. Kuna wale watu ambao hawajapata wanaume, tunaitaje? Si hawajapata wanaume. Unajua weka maneno yako vile inapaswa kwa. Si hawajapata wanaume. Naweka jinsi ilivyo hapa kwenye gazeti. Wanasema kwamba siku hizi kumpata mke imekuwa shida. Vile vile kuna wanawake wengi zaidi ambao hawajaoleka, wanaendelea kutafuta mabwana wa kuoa lakini hawajawapata. Sasa hivi tunaangalia kwamba wanasema kwamba kuna maelezo yale ambayo yanapewa hapa kuhusu mwanamke mwema kwenye familia. Sijui mwanamke mwema ni upi, kuna maelezo gani unaweza peana kuhusu huyu ni wife material, huyu si wife material? Nikidhani jambo hilo lilikuwa linahitaji ushauri. Sijui mwanamke mwema ni yupi. Mwanamke mwema anafaa kujiweka, anafaa kujikaisha aje mwanamke mwema. Wewe mwenyewe vigezo vipi unavyovizingatia wakati unasema huyu ni mwanamke, huyu anaweza kuwa mwanamke mzuri, mama mzuri wa watoto? There are many qualities zenye mimi huwa kama Fidel naangalia kuchagua kwamba huyu ni mwanamke mwema kushinda huyu mwingine. Moja kwa moja. Moja ni kujiweka vile ambavyo wewe kama mwanamke umejiweka. Na pili, tabia. 3, sura. 4, masomo. 5, masomo sawa. Unajua hiyo ni kwa ajili yangu Fidel. So I cannot know about you. Tuanzie kwanza hapo. Zako umbo utaki? Umbo liko kama namba 8 hivi 9. Unajua kuna mimi nilikuwa naangalia nasema kwamba yule mwenye aliangalia umbo zaidi akaona mtu amejaza kweli. Sasa hivi wakati wa lockdown sasa jipange mwenyewe manake haizi funza watoto pale kwa nyumba. Kwa hivyo katika ukurasa wa pili tunaangazia hiyo ndoa. Tunasema kwamba wanawake wengi wamesalia bila waume, hawajaoleka, na bado ni kwa sababu kwanza kuna ile pressure kutoka kwa jamii ambapo unaona msichana amefika miaka tuseme 27 pale wanasema we enda zako kaoleke. Na vile vile tunaona hapa kuna njia moja ya kupata bwana. Wanaangalia hapa kwa katika Biblia kisa cha Naomi ambao anasema kwamba alijipendekeza kwa Boaz hadi mwishowe Boaz akamtambua na kumwoa. Hayo ni katika ukurasa wa pili. Vile vile katika ukurasa huo wa pili tutaangazia mwaka wa 1959 wakati kulikuwa na ukoloni hapa Kenya. Uingereza ilikuwa hapa imechachaa kwamba Mwafrika ama tuseme Mkenya yeyote ambaye angemwangalia mwanadada mmoja kutoka Uingereza macho ama ana kwa ana angepewa viboko zaidi. Lakini namzingatia nani huyu? Alikuwa anaitwa Ntimama kutoka alikuwa kiongozi kutoka pale Narok. Hakuwa mtu hivi manake ungemshtua hivyo. Tunaona jinsi alivyokuwa, akakuwa DO, ndio hivyo akuja kwa mbunge. Hivyo tunasema kwamba yeye ndiye alikuwa, tangazia zile enzi ambapo alimchukua Queen Elizabeth II pale Narok, akakaa na yeye pale. Narok gani unamaanisha? Narok ya hapa mjini. Naam. Queen Elizabeth ilikuwa mwaka wa 1959. Jana niliangalia gazeti. Ilikuwa Jumamosi, Saturday, niliangalia gazeti ambalo lilikuwa linazungumzia. Niliona kwamba kuna picha ya bwana Elizabeth II akimkabidhi aliyekuwa rais wa kwanza Jamhuri ya Kenya stakabadhi za kuongoza taifa hili. Niliona gazeti hilo kwamba yeye ndiye alimkabidhi zile stakabadhi za kuongoza nchi bwana
Jomo Kenyatta. Na huyo marehemu ambaye ni bi ya Elizabeth II akimkabidhi hizo stakabadhi. Naam, katika ukurasa wa 3 kuna kisa hapa ambacho kinagusa hisia zaidi. Ni kisa ambacho kilifanyika miaka 2-3 iliyopita, ambayo ilikuwa ni mwaka wa 2017, ambapo kulikuwa na mwanafunzi huyu wa kike ambaye alikuwa anasomea shule ya Lokchogio, shule ya mseto ya Lokchogio unaopatikana pale kaunti ya Turkana. Walikuwa wamelala usiku pale, kisha kulikuwa na mvulana mmoja ambaye alikuwa amekosewa pale shule, akapewa suspension. Najua jinsi ukipewa suspension vile mwanafunzi ulikuwa unahisi zile nyakati. Kwa hivyo ilikuwa ni kulipisha kisasi. Kwa hivyo ikabidi amekuja, hiyo ilikuwa shule ya mseto. Akaja mwenyewe, ndo hivyo akaingia kwenye bweni la wasichana, wakaingia, walikuwa na wanamgambo watatu. Huyo kijana wanamgambo watatu, ndo hivyo wakaanza kuwabaka wasichana. Kulikuwa na watatu ambao walikuwa natia ulinzi, huyu akaanza, kulikuwa na girlfriend wake kidosho tu akambaka. Ndo hivyo yakaendelea hivyo, wakaanza kufiatulia wanafunzi risasi. Ndo hivyo huyu msichana wakati aliona watu wanatoroka na pigwa marisasi, akajiangusha chini kujifanya kwamba yeye ashafariki. Ndo kujifanya amefariki, wale wakaenda kupata nguvu kidogo tu kuinuka, kumbe walikuwa wanamtizama. Ndo hivyo wakati anakimbia kuruka fence, ama tunaitaje kwa Kiswahili, kuruka fence, ndo hiyo wakamfiatua marisasi 2 kwa kifua. Kakimbia kaenda kwenye kituo cha polisi kuambia wana polisi, wajua kawaida wana polisi ujikokota. Anaambia wewe una create alarm, una create attention ya bure. Ndo askari kidogo tu akasikia bado kulikuwa na kufiatuliwa kwa marisasi, kikimbia pale shuleni, wakafiatua marisasi, wale wanamgambo wakatoroka. Lakini yeye mmoja alikuwa ashaugua, ashaumizwa. Walikuwa wanafunzi wengi, kwa hivyo amekuwa akipelekwa pale hospitalini, alipelekwa pale hospitalini kuangaliwa. Risasi moja ikatolewa, mengine 2 akasema kwamba yapo karibu na roho. Kwa hivyo tunaita roho moyo, yapo karibu na moyo, kwa hivyo hayawezi tolewa, manake yakitolewa itakuwa imeleta kifo kwa huyu mwanadada. Sasa yapo tu. Lakini sasa shida ni kwamba aliambiwa kwamba awe akienda check up after every 3 months. Miezi 3 aende afanyiwe check up hapo katika Moi Referral Hospital. Lakini sasa shida kubwa ni kwamba ameshindwa kupeana pesa ama kuraise zile pesa zinahitajika, kwa maana yake akienda check up anastahili kulipa 10,000 pesa ili afanyiwe check up. So they are questioning for, wanataka pesa bado. Kwa hivyo sasa hivi wanaomba, kuna chama hapa, ama tuseme ni baraza la Women Lawyers in Kenya, FIDA, liweze kushtaki serikali iweze kumfidia huyu mwanadada, angalau apate zile hela za kumlipia matibabu, kwenda check up, na pengine anaweza peperushwa nje ya nchi, aonwe kamba ama risasi anaweza tolea. Manake mamaka anasema kwamba msichana huyu huwa akilia kwa uchungu zaidi iwapo usiku, ikifika usiku kuna ile baridi jondo, uchungu unazidi zaidi. Na sasa hivi kuna zile, ama kuna yale madawa, ama kuna dawa zile ambazo aliambiwa aweze kuwa akizitumia, lakini hana uwezo wa kununua dawa zile. Sasa hivi anatumia tu painkillers, ndio ununue hizi za kupunguza maumivu. Lakini ni kisa cha kusikitisha zaidi. Naam, hayo yote utapata katika ukurasa wa 3. Tuangazie ukurasa wa 2 wa Taifa, ama gazeti hili la Taifa Leo. Katika ukurasa wa 2 naona kwamba wanasema yule polisi ambaye aliuawa na mpenzi wake ambaye alikuwa mrinzi wa waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i alizikwa hapo jana. Alikuwa anajulikana kama Pauline Wakasa, alizikwa hapo jana katika makazi ya wazazi wake, kijiji cha Mhasa, Malava, iko katika kaunti ya Kakamega. Hilo ndilo ambalo limeangaziwa katika ukurasa huu wa 2, ambapo anasema kwamba wafuasi wa Ruto na Raila waunga mkono ushirikiano kati ya hao wawili, lakini shida ama doa linatokea baadhi ambao wanazungumzia kuhusu nani atakayewania urais. Hilo tulizungumzia hilo. Wanasema kwamba kuna doa imeingia kati ya ndoa ya hao wawili, William Samoei Ruto ambaye ni naibu rais na kinara wa chama cha ODM Raila Amolo Odinga. Wanasema kwamba wameshindwa kuelewana kwamba ni nani yule atakayekuwa rais, nani yule atakayeendesha ama beberusha bendera hii wakiungana. Yameangaziwa katika ukurasa huu wa 2. Na ukurasa wa 2 huu bado wanasema kwamba waliotia mchele kwa pombe ya mteja wakamatwa.
Hivi majuzi tulizungumzia kuhusu mseminali ambaye alitiliwa mchele katika video vyake, na kwamba wanasema kwamba kuna wengine tena, kuna wanawake wawili huku ambao walidaiwa kumpumbaza mwanaume akisha kumuibia pesa baada ya kumtilia mchele kwenye pombe aliyokuwa anabugia. Wamekamatwa katika kaunti ya Kilifi. Kuna wazee ambao wamesema ama wanataka kuwalaani wale viongozi ambao walimsutu ama walimsuta naibu wa gavana Bwana Saburi, wakisema kwamba alisambaza virusi vya corona kwa kupenda. Wanasema kwamba watawalaani kama hawatachitokeza na kuomba msamaha. Huo ni ukurasa wa pili. Katika ukurasa wa 3 naona wanasema kwamba ile tume ambayo ya JCC yafaa kwamba kufanya mahojiano ya uteuzi wa jaji mkuu. Wanasema ile tume ya JCC ambayo inasimamia katika uteuzi wa jaji mkuu atakaye mrithi aliyekuwa Jaji David Maraga, wanasema kwamba inafaa kutumia haki na ukweli kumteua yule ambaye atakaye mrithi Judge David Maraga. Huo ni ukurasa wa 3 ambao pia wanasema kwamba rais aomboleza mama wa aliyekuwa katibu marehemu Mariana Elmawi. Hayo ndio yameangaziwa katika ukurasa huu wa 3, wakisema kwamba maduka makuu ya Naivas yaendelea kuongeza matawi yake katika kaunti ya Nakuru, huku yale maduka ya Nakumatt yakididimia. Hayo ndio yale ambayo yameangaziwa katika ukurasa huu wa 2 na wa 3 katika gazeti hili la Taifa Leo. Na vile vile katika ukurasa wa 6 hapa tena moja kwa moja tumeruka ukurasa wa 4 na 5, manake sijaona ujumbe ama habari nzuri hapa ya kutufaidi sisi. Kwa hivyo ukurasa wa 6 tuangalie hapa, tuangalia vile vifo ambavyo vimekuwa vikitokea kuhusiana na zile ama vile vita ambavyo vinapiganwa na katika familia, baba mama waelewani kabisa, wanapigana zuzana, mwishowe kuuana. Vile vile kisa ambacho kimeangaliwa hapa ni cha Hudson Wakise, aliyemuua, ulimuita nani? Paulina Wakasa. Waliwana, manake walikuwa na kutofautiana, idea zao zilikuwa zinakinzana, wakazozana kidogo hivyo, ndio hivyo wakapigana, bwana akapiga mwenzake marisasi na yeye mwenyewe kujiua. Kwa hivyo ndio yanaangaziwa hapa, na vile vile wanauliza ni vipi kweli, vipi hivi vita vinaweza zuiliwa na vifo kama hivi vya familia viweze kuzuiliwa, sijui jinsi. Kwa hivyo hayo ndio yanaangaziwa katika ukurasa huu wa 6. Moja kwa moja hadi ukurasa wa 8. Hapa ndio tunaona kwamba President and Raila joined at the hip despite misgivings. Unaona kuna mzozo kati ya ODM na Jubilee, unaona hapo. Na vile vile tunaona hapa tuliangazia wiki jana ambapo gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya waliweza kukutana na kiongozi ama naibu wa rais William Ruto. Kasema kwamba kuna uwezekano kuna muungano na unayapia lakini hayo hayajazungumziwa kwa mapana na marefu. Kwa hivyo leo hii tunaona hapa katika hili gazeti wanasema kwamba hakuna jinsi ambavyo rais wa Kenya anaweza kuiongoza nchi hii bila kukuwa impeached, manake akimpoteza Raila kwa hivyo hawezi ongoza. Manake tunasema kwamba Ruto mwenyewe alishajitenga, akajitenga pamoja na wabunge karibu 140. Na vile vile katika bunge ODM pia iko na wabunge 74. Kuna waseneta 20. Maseneta 20, wabunge hao 74, kwa hivyo itakuwa vigumu. Sasa itabidi rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Muigai wa Kenyatta akuwa makini zaidi, kwa sababu kinara wa ODM Raila Amolo Odinga na naibu wa rais wakiungana itakuwa itabidi awe makini zaidi, itakuwa jambo jingine. Kwa hivyo tunaona hapa Oparanya ambaye ni Kakamega gavana wa Kakamega anasema kwamba katika siasa kuna usaliti. Unajua kuna wafuasi wa Raila ambao wanasema kwamba kidogo ni kama rais anawapima akili. Kuna usaliti ambao wameanza kunusanusa hapa mbeleni. Kumbuke kwamba huyo gavana wa Kakamega pia ni naibu wa chama cha ODM. Kwa hivyo ndo hayo. Vile vile naona hapa Oparanya pia anasema kwamba katika siasa lazima uwe na mipango mitatu.
kuna mpango A, B na C. Yeah. Wa kwanza kama wa A anaona ni kama umeanza kulegea kwa hivyo B ni muungano kati ya ODM na UDA. Kwa hivyo anasema kwamba sasa hivi pengine watangazia muungano kati ya naibu rais na Raila. Huu utakuwa ni option B. Kwa hivyo kuna cha, kwa hivyo isipowezekana kati ya miungano hii miwili kuna kuna option C. Magumu kweli. Inaitwa siasa. Anasema kwamba siasa mbaya, maisha mbaya pia. Naam. Huyu alisema alikuwa rais wa Jamhuri ya Kenya wa pili ambaye ni Daniel Toroitich arap Moi. Ambaye aliongoza kwa muda wa miaka 24. Sijui tutakimbia madukani kidogo kisha tutarejea tuangazie ukurasa gani wa katika Taifa Leo. Na wa 5 ndio tuone ipoje. Naam. Hata encyclopedia ya Ekegusi na soybeans zote zipo. Nairobi Supermarket. Hey, what's up everyone? My name's Alfax Nyibuto. This is Abogusi Global Radio 2021. We are here and we are going round and about. Video, photo, audio, anything it is in the media field, Abogusi Global Radio. You already see us, we are out here working all the time, 24 hours a day, 7 days a week. We're out here, anywhere in the DFW area, Kenya, anywhere in Kenya. You call us, Abogusi Global Radio. We're here to save the day. Video, audio, photo, call us 214-489-5885. Abogusi Global Radio. Dunia iko vile vile, milima, mabonde na mito iko pale pale. Dunia iko vile vile, milima, mabonde na mito iko pale pale. Wapenzi watazamaji na wasikilizaji wa Abogusi Global Radio, kwa majina naitwa Milly K. Kelly na waomba mnisaidie kwa kusubscribe to my channel Milly K. Kelly. Mbarikiwe kwa sana. Naam. Sijui nitaangazia ukurasa huu wa 4 ambapo wanasema kwamba wanaangazia habari za kaunti tofauti humu nchini. Wanasema kwamba kaunti yalaumiwa na mkaguzi kwa kufuja pesa za COVID-19. Hiyo ni kaunti ya Homa Bay. Kaunti ya Eldoret wanasema kwamba kesi ya sabuni hewa kusomwa kortina. Hiyo ni katika kaunti ya Eldoret. Wanasema kwamba Laikipia viongozi waelezea hofu kutokana na uongezeko wa COVID-19. Kaunti ya Nairobi wanasema kwamba Sakat Kenya kuwafaa Waislamu Ramadhani. Hayo ndio yale yameangaziwa katika ukurasa huu wa 4. Na ukurasa huu wa 5 sioni taarifa yoyote. Naona kwamba wanasema katika kaunti ya Nairobi tofuti yazinduliwa kuwafaa walemavu, pale ambapo kuna tofuti ama website ambayo imetengezwa kwa walemavu. Wafanyakazi sawa na kuaga dunia katika mashine za kiwanda. Hapo ni katika kaunti ama sehemu ya Webuye. Hayo ndio yale ambayo angaziwa katika ukurasa huu wa 4 na ukurasa wa 5 katika gazeti hili la Taifa Leo. Sijui niangalie hapa. Naam, katika ukurasa wa 12 tumekuwa tukiangazia kwanza katika wiki jana kuna watu wengi zaidi ambao wamejitokeza wanawania kuwa hakimu mkuu, kwa maana huo wadhifa umebaki hivyo tu kwa muda sasa. Kuna ule uvumi kwamba Edu
CJ wetu ambaye tena alikuwa mkesi kwamba alikuwa ndiye Chief Justice ambaye amehudumu kwa amefanya kazi nzuri kushinda wote. Kuna ule uvumi kwamba Maraga alifanya kazi ambayo ina Wakenya walisifia sana. Watu wanamsifu lakini wajua ukifanya kazi vyema lakini mtu hajawahi kubaliwa 100%. Kuna wale wanaweza kubali kazi yako kama mtangazaji. Niko na uhakika kwamba kuna wale wanakupenda kazi unayoifanya, wengi wanakupenda. Kuna wale vile vile ambao wanasema kidogo kazi yenyewe. Hata kama Daktari Fred Matiang'i alifanya Amina Maraga alifanya kazi, kuna wengine ambao wanamkosoa. Nikidhani wanamkosoa ni 5%. Out of 100%. Hujakuwa na uhakika, pengine uanze utafiti moja kwa moja. Kwa hivyo tunaona hapa kuna hii baraza la Judicial Service Commission ambao limekubalia makamishona 9 ambao watakuwa wameketi katika paneli kufanya mahojiano ya moja kwa moja kumteua hakimu mkuu ambaye amekuwa akikosekana katika wadhifa huu tangu Maraga atoke afisini. Vile vile tunaona hapa anaitwa Tuju. Tuju naona hapa anasema kwamba anasema kwamba kuna tuhuma ambazo watu wanasema kwamba Uhuru anamtumia ili kumpiga vita naibu wake William Ruto. Lakini anasema kwamba vile vile jinsi mambo yalivyo, kuna uwezekano kwamba huenda hawa wawili wakarudiana, ambaye ni Uhuru pamoja na Ruto. Hakuna uwezekano. Sidhani kama watarudiana. Wewe ndo unasema. Yeye huyu anasema, huyu anaitwa Tuju anasema kwamba pengine kuna uwezekano hawa wawili kurejea ule uhusiano wao wa kitambo. Unajua kuna ule uwezekano kwamba unajua Uhuru ameanza kuona kuna faida. Akikosana na kinara wa ODM Raila Odinga, inampasa aungane na William Samoei Ruto. Kwa sababu akikosana nao wawili atalose. Na unaona vile vile wajua ni kama ODM sahii ni kama wameshadekelea lakini chini ya maji, chini ya waba. Juliana hapo anasema kwamba Uhuru na Ruto hawajai kosana. Ni ile tu walikinzana kidogo tu mambo na BBI. Naona hapa na nakili tu kwa kizungu jinsi wamesema hapa. It is just on BBI. He wants it another way, we want it another way. But that is his right and which I respect. Kwa hivyo anasema kidogo tu BBI ndio imeleta kidogo kukinzana, ideas zimekinzana kidogo kati ya Rais na William Ruto. Kwa hivyo haya kiisha BBI, pengine kuna uwezekano warudiane, pengine wamalize ile BBI imefika wapi? Naweza niarifu kwa sababu sina habari. BBI ipo hapo tu. Manake wajua BBI kama umekuwa ukifuatia habari zaidi kwa muda sasa, kuna wakati ilifika kidogo ikawa kwamba kuna ODM wanasema watu wake rais ni kama wameanza kuwapiga nje kidogo. Ule wakati ambapo kinara wa chama cha ODM Raila Amolo Odinga alipata virusi vya COVID-19. Ni kama BBI bado nayo ilipata COVID-19. Tunangoja kinara ODM mwenyewe alisema kwamba BBI bado iko on course. Nobody can stop reggae. But na vile vile unajua kulikuwa na issues kidogo pale. Kuna wenye walikuwa wanataka BBI ipitishwe kutoka bungeni iishe, kusikwe na referendum. ODM pia wanasema kwamba lazima kuwe na referendum. Kulikuwa na mvutano kidogo. Jamaa alisema kwamba if the day starts Raila Amolo Odinga, this country should be disbanded and everybody is Damu hayo tutapata katika ukurasa huu wa 10 na 11. Katika ukurasa huu wa 6 wanasema kwamba habari za Afrika na dunia. Unajua waziri mkuu kutohudhuria mazishi ya mume wa Malkia. Wanasema kwamba waziri mkuu wa Uingereza ambaye anajulikana kama Boris Johnson ndiye waziri mkuu wa Uingereza, anasema kwamba hatahudhuria kamwe mazishi ya mwanamfalme Philip Jumamosi itakayo kwa Jumamosi ijayo kwa sababu ya hivi ama kusambaa kwa virusi vya COVID-19. Wanasema kwamba hiyo masharti lazima izingatiwe. Ukurasa huu wanasema kwamba waandamanaji zaidi ya 80 wauawa na wanajeshi katika mji wa Bogo iko katika Myanmar.
Beijing tena wanasema kwamba China kuchanganya chanjo yake na zingine kukabiliana COVID-19. Kama tena COVID-19 imerudi tena China. Kama tena ishaanza kurudi. Unajua toka huko bado kama ishaanza tena kurudi huko tena. Huo ni ukurasa wa 6. Anasema kwamba Djibouti ama JAD wanasema kwamba rais kujitokeza kwa uchaguzi kuzaka urais tena. Ukurasa wa 7 wanasema kwamba wakimbizi wakumbwa na mazaibu tele wakitafuta chanjo ya COVID-19. Hayo ndio yameangaziwa katika ukurasa huu wa 6 na ukurasa wa 7. Chaniangazie haya vile vile katika ukurasa wa 15 hapa tunaangalia kwamba ni hili juma tu ambapo mitihani ya insha KCPE vitengo vya insha na composition karatasi hizo zitakuwa zinasahihishwa. Vile vile tunatarajia kwamba matokeo ya KCPE yatatolewa hapa karibuni. Huenda jinsi hii wiki inavyokamilika tu hivi ama hili juma tunaweza pata matokeo muda wote ule. Na vile vile na ni wiki hii ambapo wanafunzi wengi katika shule za sekondari utakuwa wakimalizia mitihani yao ya KCSE. Hayo utayapata katika ukurasa wa 15 wa gazeti letu la The Standard. Vile vile tunaangalia hapa siasa zimepiga kambi katika makaunti mbalimbali, serikali za kaunti, ambapo sasa tunapata kwamba magavana katika kaunti mbalimbali hawaelewani na madiwani ama MCAs. Naangalia hapa katika kaunti ya Taita Taveta vile vile kumekuwa na kukinzana kati ya gavana na madiwani, manake gavana aliwateua watu 10 ambao watakuwa kiangalia mambo ya development. Vile vile katika kaunti ya Nyamira tunapa gavana Amos Nyaribo vile vile amekinzana na madiwani wake zaidi, wamekuwa wakikuwa na mvutano mambo mengi zaidi kwa siku karibu 100 zilizopita, ambapo wanaona kwamba the MCAs wamechukua side. Tuko na 21 ambao ni majority, yani kuna mashida zaidi katika kaunti hizi. Hayo yote utaangazia katika ukurasa gani huu? Ukurasa wa 23 ambao tunaangalia hapo jinsi siasa zimekita kambi katika serikali. Ukurasa wa 8 wanazungumzia kuhusu hii tume ambayo inazingatia katika mahojiano baina ya kukabili nani yule ambaye atakayemrithi David Maraga ambaye alikuwa jaji mkuu. Wanasema kwamba hiyo tume itumie uadilifu katika mahojiano hayo. Huo ni ukurasa wa 8. Katika ukurasa huu wa 8 pia wanazungumzia kuhusu madeni. Wanasema kwamba ukweli ni kuwa Kenya yahitaji suluhu kuhusu madeni ambayo serikali inaendelea kukopa kutoka nchi za nje. Wanasema kwamba tusisite kuwashauri wanafunzi wapate mwelekeo maishani. Hao ni wale wanafunzi ambao walifanya mtihani wa darasa la 8, wanashauriwa kwamba wafuate mienendo ambayo inawavaa. Edwin, mtu akitacha kaunti ya Kitui na Machakos, ni taswira gani usichora katika akili mwako? Kitui na Machakos. Taswira jua kuhusiana kitengo kipi maybe? Mtu akisema tu Machakos ama najua kuna ile taswira ambayo uchichora katika akili ya mtu akisema tu Kitui na Machakos. Siasa labda ushirikina. Hilo ni swali gumu kweli. Sasa kuna huyu mama mkwe. Manake wajua kuna zile tetesi wanasema kwamba unajua tumelelewa katika jamii ya Wakisii ambapo tumekuwa na ule uvumi, wanasema kwamba ukiwa kutoka Kitui kidogo kuna ushirikina. Unajua Machakos wanasema kwamba hao wanawake pengine hawawi waaminifu katika ndoa, lakini hizo zote tunazita sasa stereotypes. Katika sehemu moja inaitwa Mitamboni. Nimeishi huko kama miezi 6 hivi. Mahali inaitwa kama Mitamboni, inapatikana katika kaunti ya Machakos ama Masaku. Kwa katika kaunti ya Machakos kulikuwa na kisanga katika boma moja hapa kwenye jamaa alipomkataza mama mkwe kubeba mifupa ya kuku, akisema kwamba alikuwa anafanyia ushirikina. Yaani mama mkwe alikaribishwa katika jumba ambapo msichana wake ameoleka, wakakula chamcha, wakasherehekea, lakini sasa huyu mama akaanza kupugia zile mifupa za kuku kwa begi yake.
Yule mume wa msichana wake kumwangalia akaona ni kama kuna chambo ambalo si la kawaida. Naam. Akaanza kumfahamia kwamba hizi mifupa unasipeleka wapi. Huyu mama akamwambia kwamba hizi mifupa huwa anazitumia kufanya ushirikina. Huyu kijana alisema kwamba sasa haikubaliki na sitakubali ubebe hizi mifupa kwenda kufanyia ushirikina. Hiyo ilikuwa katika kaunti ya Machakos, sehemu ambayo inaitwa kama Mitaboni. Na kuna huyu baba, baba ambaye amemkataza msichana wake asioleke na huyu kijana ambaye hajaokoka. Hilo swala tulilizungumzia katika kaunti ya Makueni, yani tulimalizia. Ndio limeangaziwa katika ukurasa huu wa 9. Na ukurasa unaona kwamba wanasema kwamba wanaigiza ile ule mkutano ambao ulifanywa baina ya naibu wa chama cha ODM Wycliffe Oparanya na naibu rais William Samoei Ruto. Na kuna bwana mmoja ambaye alisingizia kwamba ameshikwa kwa sababu ya curfew. Kumbe alikuwa ashakunywa deni. Alikuwa ashakunywa deni kwa club moja. Sasa akapigia mkewe simu akamwambia kwamba huku nimeshikwa kwa curfew, nataka 3,000. Nilipe askari ndio angalau aniajilie niende. Kumbe jamaa ashakunywa tu deni. Nataka tu kulipa deni. Hiyo ni katika kaunti ama sehemu ya Webuye. Hayo ndio yameangaziwa katika ukurasa wa 8 na ukurasa wa 9 katika gazeti zima la Taifa Leo. Vile vile katika ukurasa wa 26 hapa unaangalia wakulima wa majani chai. Wajua kwa kilalama kwa wakati mwingi zaidi ambapo wanaona kwamba haki zao zinazurutishwa. Lakini unampa kwamba wakulima hawa ni kama wamekanyagilia chini. Kuna court order iliyotolewa kwamba wasipige kura tena, lakini tunaona kwamba ni kama waliamua tu kuenda kinyume na maagizo kutoka mahakama na kuanza kupiga kura katika kuwachagua viongozi mbalimbali. Tunaona kutoka pale Mount Kenya wamechagua, tunaona pale viongozi kutoka Nyeri pia wamechaguliwa, mna Kirinyaga, Embu. Kwa hivyo ni kama wameamua kama wameamua kwenda kinyume na maagizo kutoka mahakama ili waweze kuchagua viongozi wao ambao watakuwa wakiketi pale afisi. Wajua walikuwa wanasema kwamba viongozi wao watolewe, kumekuwa na ufisadi zaidi, pesa zao hawapati. Vile vile kuna ukurasa wa 27 hapa tunaona kwamba kuna watu 3 ambao wamekufa na wengine pia kupata injuries kutokana na vita ambavyo vilizuka pale Isiolo Garissa, mpaka wa Isiolo na Garissa. Watu kulikuwa na wanamgambo zaidi ya 70 ambao walivamia kijiji kimoja kinachojulikana kama Kampi Samaki Village jana jioni, ambapo waliumiza watu wengi zaidi, ambapo watatu waliweza kuaga dunia. Vile vile tunaona hapa sababu wajua Kenya uchumi umeenda juu zaidi, bidhaa zimepanda zaidi, mafuta imepanda, mafuta ya kupikia kila kitu kawaida imeenda juu. Kwa hivyo tuna hapa Wakenya zaidi wameamua tu kwenda kufanya shopping yao pale nchi ya Uganda. Manake wameona kwamba pale Uganda pengine kidogo bidhaa zipo chini kidogo. Naam, wanazipata huko kwa bei nafuu. Kwa hivyo wameamulia tu waende pale Uganda. Kenya kumekuwa kugumu. Naam. Katika ukurasa wa 10 katika gazeti hili la Taifa Leo wanasema kwamba mbinu bora zaidi ya kupiga jeki uchumi wa nchi ni kuimaliza na kumaliza ufisadi. Unajua tukimaliza ufisadi inamaanisha kwamba pesa za umma haziwezi kuwa zinatumiwa kwa njia ambayo haifai. Hiyo tutakuwa tumeimarisha uchumi wa nchi. Ni ukurasa wa 10 ambapo wanasema kwamba heko suluhu kuikabili COVID-19. Yaani ile usemi ama ule usemi wa Suluhu Hassan ambaye ni rais wa Jamhuri ya Tanzania, ambaye alisema kwamba atabuni jobo kasi ambalo litakuwa linaangazia mikakati ya kupambana na COVID-19. Wanasema kwamba ni jambo zuri sana. Katika ukurasa huu wanasema kwamba wanandoa wapewe ushauri ili kupunguza visa vya mauaji. Najua ulisema kwamba ni vipi tutakabiliana na mauaji katika ndoa. Wanasema kwamba ni wanandoa kupewa ushauri. Kuambia kwamba unajua ukisidiwa na mawazo, kuna njia mwafaka ambazo unafaa kuvata ili kuona kwamba hayo mawazo yako unayapunguza. Wanasema kwamba hawa wanandoa wapewe ushauri ambao unavaa
ili kupunguza visa kama hivyo vya mauaji katika ndoa. Chanjo ya Sputnik 5 iruhusiwa. Unajua kuna ile Sputnik 5 ambayo ililetwa nchini na ikakataliwa. Na kuna wale ambao walikuwa washadungwa, walisema kama kwamba wapate tena chanjo nyingine. Huo ni ukurasa wa 10. Wanasema kwamba makaburi katika kaunti ya Mombasa, kaunti ya Mombasa, sehemu ya pwani huko yatunzwe. Najua makaburi pia yanafaa kutunzwa. Huo ni ukurasa wa 10. Na kuna huu mjadala unasema kwamba unajua katibu mkuu wa chama cha kuhifadhi ama kitaifa cha wafanyakazi, si unamjua ni Francis Atwoli. Najua jana alipitishwa tena kwa mara nyingine kama katibu mkuu wa KOTU bila kupingwa. Sasa tena atakuwa anahudumu kwa miaka mingine 5. Na mzee bwana. Najua kazi ni kwa vijana. Sasa kwa wazee. Kuna clip moja niliona. Francis Atwoli anasema kwamba Kenya hii kuna watu watatu. Kuna rais wa Jamhuri ya Kenya ambaye ni Uhuru Muigai wa Kenyatta. Kuna kinara wa chama cha ODM ambaye ni Raila Amolo Odinga, na kuna Francis Atwoli. Hao ndio watu ambao ni mashuhuri watatu Kenya hii. Wengine wote alisema ni umbu. Majigambo tu hayo. Ni umbu. Sio kama wewe ni umbu. Anasema ndio Kenya wote ni umbu. Na hayo ndio yameangaziwa katika ukurasa huu wa 10. Katika ukurasa wa 11 wanasema kwamba wanaangazia dimba. Wanaangazia dimba ukurasa huu wa 11. Na ukurasa huu wa 12 pia wanaangazia dimba, ambapo wanasema kwamba kuna huyu muigizaji ambaye wa filamu anaitwa kama Shona River. Anasema kwamba wale wachezaji wa klabu ya Manchester United ni mkonogamu. Ni mkonogamu. Wanapokea ndio pesa mingi but hawapeani. Ni watu ambao ni stingy men. Wale ambao wanachezea klabu ya Manchester United. Wanasema kwamba huyu muigizaji anasema kwamba ashawaguzisha asali wachezaji kama 10 na huwa hawampei kitu, hawapeani pesa, hawapeani kitu chochote. Huo ni ukurasa huu wa 12. Ukurasa wa 13 pia wanaangazia dimba, michezo katika ukurasa huu wa 13 katika gazeti la Taifa leo Jumatatu. Katika ukurasa wa 14 pia wanasema kwamba Bandari FC iko chonjo kwa chanjo ya corona. Bandari FC wamejitolea kuchanjwa. Wanasema kwamba wapo tayari katika chanjo ya COVID-19. Huo ni ukurasa wa 15. Wanasema kwamba Onyango atele Simba kutinga robo finali. Asante sana. Huo ni ukurasa wa 15. Pia naona wanazungumzia kuhusu sporti ama dimba. Huo ni ukurasa huu wa 16. Bado naona wanazungumzia kuhusu dimba. Naam, acha niangalie mwisho hapa katika gazeti letu la The Standard. Kuna ka sekta hapa sikuangalia katika ukurasa wa 26 nilipoangazia mambo na wakulima. Vile vile kuna hapa kijana mmoja ambaye anahitaji haki imtendekee. Ni story ambayo singeweza kuiacha nje, manake watu kama hawa ndo wanahitaji. Unajua kuna wale watu kijijini pale wanajiita wao ndo kusema. Tunakwambia naweza kupiga wewe na nikulipe. Na hakuna jambo. Wale wanajulikana ambao wako na connection kila mahali. Ukienda kwa polisi mwanzo ndio unashikwa badala yao ambao wamekusaliti ama wamekudhulumu kushikwa. Kwa hivyo kuna familia moja hapa pale Njoro ambapo mtoto wao aliweza kuumizwa zaidi na kijana mwingine ambaye yeye mwenyewe anamjua. Ilikuwa ni wakati walikuwa wanaenda katika hizi sherehe za jana. Unajua kama huku kwetu katika jamii ya Wakisii kitambo kidogo, sasa hivi watu wameanza sijui niseme umekuwa ni uchoyo ule. Unajua kitambo ilikuwa ni sherehe, watu wanaenda wanakula pamoja, usiku mnakesha pale watu wanakula. Kwa hivyo ni kama pale katika hii jamii bado hao yanatendeka, manake walienda kusherehekea katika jando ya kijana mmoja. Baba alipatwa wakazozana kidogo na mwenzake pale, mwenzake akachukua kifaa butu na kumgonga zaidi. Alipomgonga huyu akapeleka hospitali, alikuwa na a lot of injuries haswa katika kifua chake. Lakini sasa kufikia sasa hivi
hakuna jambo ambalo limetendeka, ingawaje kuna Njoro Sub County Police Commander Jonathan Kisaka anasema kwamba askari wanaendelea kufanya uchunguzi zaidi ili waweze kumshika huyu ambaye aliweza kumdhulumu mwenzake. Kuna jamaa aliniambia kwamba jambo ambalo utakuwa umefanya makosa zaidi ni kama we mwanaume akuhamia jumba la mpenzi wako, yani uhame kwako muende muishi pamoja na mpenzi wako. Sasa kuna jamaa huku naona kuna mazwala huku yanaibuka. Naam. Jamaa anasema kwamba mpenzi anataka nihamie kwake tukipanga ndoa. Yaani anasema kwamba nina umri wa miaka 28. Nani kijana mwanamke? Naam. Kijana ana umri wa miaka 28. Nimekuwa na mpenzi kwa miaka 3 sasa. Na yuko tayari kunioa. Anapendekeza nihamie kwake tukiendelea kupanga ndoa. Lakini shida na ombi lake, lakini nina shida na ombi lake. Kwa hilo, kwa sababu bado hatujafahamishana kwa wazazi wetu kuhusu uhusiano wetu. Naomba ushauri wenu. Yaani mke anaambia mwanaume kwamba ahame kwake waende waishi kwa mwanamke. Jana nishaona visa vingi zaidi. Unajua wanawake ni watu ambao wana roho nyingine. Naam, wajua vile vile kuna ile tusiache nje kidogo, manake mwanaume wewe ndiye kichwa cha familia. Wewe ndiye yeye mwanamke aje kwako. Nimeona watu wawili watatu tu wamefurushwa. Mwanaume unatoka kwako unahamia kwa msichana. Unajua huko ndo anasema sasa mimi ndo nimekulinda hapa ni kwangu, wewe utoke. Unakizana kidogo tu anakuambia wewe. Ukishaenda kwa mwanamke wewe si kichwa tena. Najua hapo ni kama sasa amekuoa kidogo, lakini vile vile kuna wale wanawake wazuri, so inafuata wao wenyewe wamejiwekaje, wamefikia maafikiano yapi, kisha ndo wafikie huo uamuzi. Naam. Kuna mwingine anasema kwamba maskini ninaye anasema kwamba maskini mie chumbani sijiwezi. Na nina hofu kwamba mke wangu atatoka nje ya ndoa, nifanyeje? Mwambie anasema hivi. Nina mke na watoto 3. Naam. Nimejipata katika hali inayotishia maisha yangu ya ndoa. Kabla nimeanza kulemewa na shughuli za chumbani. Mke wangu ni mchanga zaidi na ninahofia kwamba ataanza kwenda nje. Nifanyeje jameni? Wewe sasa ajisatiti. hapo hakuna lingine, manake wanasema kuwa mwanamke ambaye she's not satisfied at home ni mtu mwingine ako so lethal. Anaweza toka nje na mwenyewe aenda hata kwa daktari. Angaliwa akaguliwe vizuri zaidi. Kazi yake irudi jinsi ilivyokuwa hapo awali. Tusemaje? Sina lingine. Anasema kwamba simpendi mume wangu. Nimepata mpango wa kando ambaye ananifaa zaidi. Nifanyeje? Afuate roho yake mwenyewe. Yaani mmeoana, naona sema ndio afuate roho yake. Si ndio wajua? Unajua mwanaume kukuleta kwa nyumba, kuna kitu wanawake wanafaa kujua. Mwanaume kukutoa huko kwenu kukuleta kwake, hivyo alikupenda ama mlipendana. Sasa ukifika tena mindset ya mpendi, kuna kinaya hapo. Kwa hivyo yupo na mpango wa kando. Ni achane bwanake aende kwa mpango wa kando ama afanyaje? Anasema kwamba yeye apendi mwanaume wake ambaye washaoana, kumbuke. Na anasema kwamba amepata mpango wa kando ambaye anaona ni kama wataezana. Unajua hizi vitu kwa kawaida inafuata roho yako. Ikiwa hupendi. Naam. Kwa hivyo kama hampendi, heri mwambie tu wenyewe. Sasa unamshauri kwamba mwambie ampendi na washaka naye. Mwambie mpendi atoke, manake hivi ndio vinaleta vifo. Kidogo tu hampendi, sio? Bwanake yeye anampenda, pengine aje ampate akiwa na mwanamume mwingine, kifo ndio hicho. Kwa hivyo kuzuia hayo yote ni heri amwambie yenyewe, mimi siku hizi sioni kama hisia zangu kidogo zipo kwako, naomba tu niondoke. Hayo yalikuwa yako tu. Bali kuna hili swala ambalo tulizungumzia hapa nyuma, ambapo kuna mzee amekana na kukataa kwamba msichana wake kamwe hawezi oleka na kijana ambaye hajaokoka. Kwa upande wako? Najua kila familia
ina ya kwake. Kila familia kuna jinsi wazazi wamelea watoto wake, kuna jinsi wanataka watoto wao walivyo. Lakini kwa kawaida inafuata kwamba wazazi kwa kiwango kikubwa hawastahili kuingilia mambo ya mapenzi ya watoto wao. Manake roho ikipenda imependa. Vile vile anaweza mkataza asimuoe, amtafutie mchumba, lakini kisha mchumba wakosane vibaya zaidi, apata waelewani kwa nyumba, pengine amuue. Ina happen by the way. Kwa hivyo kwa kawaida kidogo naona wazazi mambo ya mapenzi, kutafutia mtoto wako mchumba, kuingiza katika mambo ya uhusiano wa mtoto wako na pengine mtoto wa kike wa kiume, hayafai. Waache wawili waelewane, wapendane. Na alafu vile vile ni hayo naona mzazi mwanamke anasema msichana wangu lazima nitafute mchumba. Kijana wangu lazima nitafute ule msichana atakuja kuniheshimu hapa. Unaona, namletea msichana kisha kijana anakuja anakuambia wewe ulioleka na mamangu kuja hapa, mimi sasa hivi naenda kutafuta mtu wangu wa kumuoa. Unaona? Kwa hivyo unaleta shida baina ya hawa watu wawili. Hivyo wazazi hawafai kuingilia mambo ya mapenzi ya watoto wao. Ule mtoto amechagua sawa. Hayo ndio yale yalikuwa yameangaziwa. Sitaki kutoa maoni yangu kwa sababu nilisikia nilitoa vigezo ambazo kama Fidel Miwa wewe hujanipa vigezo vyako ambazo unaweza kuwa unazingatia kwa qualities of a good woman ama a good lady. That's kivyangu mwanamke mwenye anafaa kuoleka ni yule anayejitambua. Hayo tu. Wanawake wote hujitambua. Naam, si watu wote wanajitambua. Kujitambua hapo inamaanisha kwamba ni yule mwanamke ambaye anaweza, unajua sio wanawake, kuna wanawake anaweza kuzalia ndio na kuna mwanamke anaweza kuwa mama watoto. Tofauti ni hivi. Kuna tofauti kubwa sana. Tofauti ya mama watoto na kuzaa. Kila mtu anaweza zaa. Lakini kuna yule ambaye atakuwa mama watoto mzuri zaidi. Unajua kuna kazi nyingi zaidi inahitajika hasa katika kulea watoto. Tabia zake wajua jinsi mwanamke alivyo ndivyo hivyo atakuja kufunza watoto wako. Unaona, kwa hivyo awe na tabia mzuri. Sura si lazima, bora kuna tabia mzuri, na masomo si kigezo kizuri zaidi cha ndoa. Jinsi nilivyosema ilikuwa shule nambari 5, ilikuwa nambari 5. Unajua masomo, acha nikuulize, masomo atakusaidia vipi? Unajua watoto wako pia wanataka kuwa watoto wako wanahitaji elimu. At least mtoto wake ama mama akizaa mtoto akipewa assignment anamsaidia 5 + 5 ni 10. Si yule mama ambaye anamwambia 5 + 5 ni 2. No, wajua si lazima mama kuna kazi yake nzito zaidi ya kulea mtoto. Si kazi ya elimu. Na vile vile mtoto kwa mapana zaidi ukiangazia familia nyingi, mtoto hawezi sikiliza mamake akimfunza. Hilo nalo huwezi nitoa pale. Anasikiliza babake. Hata babake si sana, manake mshazoeana. Unaenda kumwambia hii kala inaitwa red, anakuambia mwalimu wangu aliniambia. Mama unanidanganya, unaona? Kwa hivyo ni vizuri mtafutie mwalimu, unaona? Kwa hivyo mambo na, by the way, nishaona wanawake wengi zaidi hawajasoma vile, lakini they are doing a great job with their families. Unaona? Kwa hivyo mwanamke ni ule mtu anajitambua. Anajua mimi nimekuwa mwanamke, nimekuwa bibi ya mtu. Bibi ya mtu anastahili kuwa nini? Kufanya nini? Kwa nyumba nifanye nini? Hayo tu. Sura, urembo, nini, hivyo vinakuja baadaye. Hivyo sasa wewe unazingatia nini? Swala kuzingatia kitu la muhimu zaidi ni tabia. Tabia ndio si mtatumia tu yako. Boss. Hayo ndio yale ambayo alikuwa anaangaziwa ama yameangaziwa katika taifa leo, siku ya leo tarehe 12 mwezi wa 4 mwaka ni wa 2021. Mimi ni Fidelis Omoshoge. Tukutane katika mpango mzima wa Seria Obotaka kuanzia saa 4 hadi saa 8. Asante sana, hadi kesho. Tumekuwa hapa magazetini, tutapata kila siku ya Ijumaa. Kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 1:30 hadi saa 2:30. Japo leo tulichelewa kidogo na ndio maana tumezidi kidogo. Kwa hivyo tukutane hapo kesho katika meza hii. Niite Edwin Mukaya. Barikiwa.